Karibu. Leo tuna swali kubwa sana la kujiuliza. Ego, je, ni rafiki yetu au adui yetu hasa kwenye hii safari ya kiroho? Hebu tuingie ndani zaidi. Hii kauli inachoma kidogo, au sio? Inatuonyesha jinsi ego ilivyo mjanja, yani inapenda kujificha. Na lile wazo tu la mimi nimeshinda ego linaweza kuwa ndio mtego mkuu zaidi wa ego yenyewe. Sasa, hapa ndipo penye siri ya yote. Hatuko hapa kuanzisha vita yoyote ya ndani. Lengo letu ni rahisi lakini lina nguvu isiyo ya kawaida. Ni kuangalia tu. Kwa sababu, unajua, kile unachoweza kukiona kwa wazi, hakiwezi tena kukutawala gizani. Sawa, kabla ya yote, hebu tuanze na msingi. Tunahitaji kuelewa kwanza, hii ego tunayoizungumziana ni nini hasa? Kwa lugha rahisi kabisa, ego ni ile stori tunayojisimulia kuhusu sisi ni nani. Ni jina lako, kazi yako, kumbukumbu zako, majukumu yako, na yale yote unayofikiri unapaswa kuwa. Tafadhali, hebu tulielewe hili vizuri sana. Narudia, ego sio mbaya. Watu wengi wanafikiri safari ya kiroho ni vita ya kuua ego. Hiyo ni dhana potofu kabisa na inaleta mateso yasiyo ya lazima. Hebu fikiria hivi. Ego ni kama mkono wako. Unautumia kushika vitu, kuandika, kufanya kazi. Ni chombo muhimu, sivyo? Ndivyo ilivyo ego. Ni chombo kinachotusaidia tu kuishi katika ulimwengu huu wa kijamii. Inatupa utambulisho wa kufanyia kazi. Basi, tatizo sio chombo chenyewe, ila ni pale chombo kinapoanza kujiona ndio boss. Pale ego inapoanza kulilia sifa kila mara ili ijisikie vizuri, au inapoona kila kauli kama shambulio. Na mbaya zaidi, pale inapoanza kutumia mambo ya kiroho kujikuza. Hapo ndipo matatizo huanza. Sasa, hebu tuzungumzie aina ya ego ambayo ni mjanja na iliyojificha kuliko zote. Ego ya kiroho. Hii inaweza kutupoteza njia kuliko kitu kingine chochote. Hebu ipate hii picha. Fikiria ego imevaa kanzu jeupe. Inazungumza maneno matakatifu, lakini chini ya mavazi hayo bado ni ile ile ego inayotaka tu kujiona bora na ya kipekee. Inatumia zana za kiroho kwa manufaa yake yenyewe. Mawazo haya yanasikika kama unayafahamu? Ni rahisi sana kuangukia kwenye mtego wa kujiona umefika kiroho na unaanza kuwahukumu wengine kimya kimya. Hiyo ndiyo ego ya kiroho ikinong'ona masikioni wako. Na hapa ndipo tunapata suluhisho. Utaiomba ego iondoke. Unachofanya ni kuimulika na mwanga wa ufahamu wako. Pale tu unapoitambua ikiwa kazini, nguvu yake juu yako huanza kulegea papo hapo. Sawa, sasa ni wakati wa kujitazama kwa uaminifu. Hebu tuangalie baadhi ya dalili kwamba ego ndiye ameshika usukani. Jiulize maswali yanayofuata kwa ukweli kabisa. Hili ni la kwanza. Fikiria mara ya mwisho mtu alipokukosoa. Ulihisi haja ya kujitetea kwa nguvu zote? Ulihisi hasira inachemka ndani yako? Hiyo ni ego ikijilinda. Je, unajikuta unaangalia likes mara kwa mara? Au unahitaji mtu mwingine akuambie umefanya vizuri ili ujisikie una thamani? Hiyo ni ego yenye njaa. Inatafuta chakula chake kutoka nje. Hili tunalifanya sana kimoyomoyo. Unamuona mtu na mara moja unaanza kupima maisha yako, mafanikio yako, au hata safari yako ya kiroho dhidi ya yake. Huo ni mchezo wa ego wa nani yuko juu. Je, una wasiwasi mwingi kuhusu watu watanionaje? Unatumia nguvu nyingi kuhakikisha unadumisha picha fulani mbele ya wengine? Hiyo ni ego ikijaribu kulinda kinyago chake kisivunjike. Sasa, sikia jambo muhimu zaidi. Kama umejibu ndio kwa swali lolote kati ya haya, hongera sana. Hiyo sio ishara ya kushindwa. Kinyume chake ni ishara ya kwanza kabisa kuamka. Kuitambua ego ikiwa kazini ndio hatua kubwa na ya kwanza. Sawa, sasa kwa kuwa tumeiona, swali ni je, tunafanya nini? Hapa ndipo wengi hukosea. Lengo sio kuifukuza ego kutoka kwenye gari la maisha yako. Hapana. Lengo ni kuihamisha kutoka kwenye kiti cha dereva na kuiweka kwenye kiti cha abiria. Huu ndio mabadiliko ya uhusiano. Wewe unakuwa shahidi, yule anayeangalia mawazo na hisia bila kuvutwa navyo. Wewe sio mfungwa wa mihemko ya ego, na ego inakuwa mtumishi.
chombo unachokitumia unapokihitaji, lakini sio bwana anayekuendesha. Sawa, hebu tuyafanye haya yote kuwa kitu halisi. Nitakupa zoezi rahisi sasa hivi, lakini amini nawaambia, lina nguvu kubwa la kuanza kubadilisha uhusiano wako na ego. Ni rahisi namna hii. Wakati ujao utakapohisi hasira inakuja kwa sababu umekosolewa au ukijikuta unajilinganisha na mtu, usijilaumu. Usijaribu kukandamiza hiyo hisia. Badala yake, tulia kwa sekunde moja na ujiambie kimya kimya, na kuona ego. Hapo hapo utahisi nguvu yake ikipungua. Unapoendelea na zoezi hili, utaona mabadiliko halisi maishani. Utaanza kusikiliza wengine ili kuelewa, sio ili ujibu tu. Utajibu mambo magumu kwa utulivu. Ile haja ya kuwa sahihi kila wakati itapotea, na utaanza kupata amani ya ndani isiyotegemea hali za nje. Jamii inaweza kukuambia hii ni dalili ya udhaifu, lakini ukweli ni kinyume chake kabisa. Inahitaji nguvu ya ajabu ya ndani kumruhusu ego apige kelele bila wewe kuyumbishwa. Hiyo ndio nguvu ya kweli. Na tunamalizia na wazo hili lenye nguvu. Unapoificha ego na kujifanya huna, inakuwa gereza lako la ndani linalokufunga. Lakini unapoiona kwa uwazi na kwa upendo, inageuka kuwa daraja linalokuunganisha na wewe halisi na wengine kwa njia ya kweli zaidi.